Usiku wa saa 4 katika jiji la Mbeya, mvua nyepesi ilikuwa inanyesha taratibu, huku taa za barabarani zikitoa mwanga wa manjano uliokuwa ukimulika barabara ya kuelekea chuo kikuu cha Teofilo Kisanji. Kijana mmoja alisimama peke yake nje ya geti la chuo. Alikuwa ameshika simu yake mkononi, huku macho yake yakiwa mekundu kana kwamba alikuwa analia muda mfupi uliopita. Jina lake lilikuwa Daniel Mwakaleli. Dakika chache baadaye, mlango wa geti ulifunguliwa. Msichana mmoja mrefu, mwenye ngozi ya kahawia na macho ya kuvutia alitoka ndani ya chuo. Alikuwa Neema Mwakyusa. Neema alipomwona Daniel, alipunguza mwendo taratibu. "Daniel, kwa nini umeniita usiku wote huu?" aliuliza kwa sauti tulivu lakini yenye wasiwasi. Daniel hakujibu mara moja. Alimtazama kwa sekunde chache, kana kwamba alikuwa anajaribu kuzuia machozi yasitoke. Kisha akasema kwa sauti ya chini, "Neema, kuna kitu nimegundua leo ambacho kimevunja moyo wangu kabisa." Neema alikunja uso. "Kitu gani?" Daniel akafungua simu yake, akamwonyesha picha. Picha hiyo ilimwonyesha Neema akiwa ameshikana mikono na mwanaume mwingine mbele ya hoteli moja maarufu jijini Dar es Salaam. Neema alishtuka, lakini kabla hajajieleza, Daniel alisema kwa sauti nzito, "Nilikuwa nakupenda kwa moyo wangu wote, lakini inaonekana sikuwa ninajua ukweli wako." Neema akasema haraka, "Daniel, sikiliza." Lakini Daniel tayari alikuwa amegeuka na kuanza kuondoka. Mvua ilianza kunyesha kwa nguvu zaidi. Neema alibaki pale getini akilia. Lakini ukweli ambao Daniel hakujua ulikuwa huu. Picha hile haikuwa inamaanisha kile alichofikiria. Na hapo ndipo hadithi yetu inaanza. Miaka 2 iliyopita, Daniel alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika kozi ya Business Administration. Alikuwa kijana wa kawaida kutoka kijiji kidogo cha Rungwe. Ndoto yake kubwa ilikuwa moja tu, kufanikiwa maishani ili aweze kumsaidia mama yake. Siku yake ya kwanza chuoni, alikuwa amepotea akitafuta jengo la lecture hall. Ndipo sauti ya msichana ilisikika nyuma yake. "Samahani, unatafuta jengo la BA students?" Daniel aligeuka. Hapo ndipo alipomwona Neema kwa mara ya kwanza. Msichana huyo alikuwa na tabasamu ambalo lilimfanya Daniel kusahau hata alichokuwa anatafuta. "Ndiyo," alisema kwa aibu kidogo. Neema akacheka. "Basi njoo na mimi naenda huko." Kuanzia siku hiyo walianza kuwa marafiki. Kila mtu chuoni alianza kuona ukaribu wao. Walikuwa wakisoma pamoja maktaba, walikuwa wakicheka pamoja kafeteria, walikuwa wakitembea pamoja jioni katika barabara ya chuo. Lakini kulikuwa na mtu mmoja ambaye hakufurahia kabisa ukaribu wao. Jina lake lilikuwa Kelvin Mroso. Kelvin alikuwa kijana tajiri kutoka Dar es Salaam. Alikuwa anaendesha gari aina ya Toyota Mark X na karibu kila msichana chuoni alimfahamu. Lakini Kelvin alikuwa na tatizo moja. Alimpenda sana Neema, na siku alipogundua kuwa Neema alikuwa anaanza kumpenda Daniel, moyo wake ulijaa wivu. Usiku wa tamko. Siku moja jioni, Daniel na Neema walikuwa wamekaa kwenye benchi nyuma ya maktaba ya chuo. Kulikuwa kimya sana. Daniel alikuwa anaonekana kama mtu aliyekuwa anataka kusema kitu kizito. Neema akamuuliza, "Mbona leo uko kimya sana?" Daniel akavuta pumzi ndefu. "Neema, kuna kitu nimekuwa nikitaka kukuambia tangu nilipokutana na wewe." Neema alitabasamu kidogo. "Kitu gani?" Daniel akasema taratibu. "Najua sina gari, sina pesa nyingi, lakini moyo wangu wote uko kwako." Neema alibaki kimya. Daniel akaendelea, "Neema, nakupenda." Kwa sekunde chache, hakukuwa na mtu aliyesema kitu. Kisha Neema akacheka kidogo na machozi yakaanza kumtoka. "Daniel, nilikuwa nasubiri useme hilo kwa muda mrefu." Daniel akashangaa. "Unamaanisha?" Neema akasema, "Na mimi nakupenda." Usiku huo ndio ulikuwa mwanzo wa mapenzi yao makubwa chuoni, lakini hawakujua kwamba mahaba yao yangekuja kupitia majaribu makubwa kuliko walivyotarajia. Miezi 6 baadaye, Daniel alikuwa anaelekea kafeteria, lakini aliposimama karibu na kona ya jengo la administration, alisikia sauti ya mtu akiongea kwenye simu. Ilikuwa ni Kelvin. Kelvin alisema kwa sauti ya chini, "Usijali, nitahakikisha Daniel na Neema wanaachana." Daniel alishtuka, lakini kabla hajakaribia zaidi, Kelvin alisema kitu kilichomfanya Daniel kuganda pale pale.
kwa sababu Neema lazima awe wangu. Baada ya siku ile ambayo Daniel alimsikia Kelvin akisema kwamba angeharibu mahusiano yake na Neema, Daniel hakuweza kulala usiku huo. Maneno yale yalikuwa yanarudia kichwani mwake tena na tena. Nitahakikisha Daniel na Neema wanaachana. Daniel alijiuliza kimya kimya, kwa nini Kelvin anataka kufanya hivyo? Lakini hakujua kwamba wakati huo huo Kelvin alikuwa tayari ameanza kupanga mchezo wake. Usiku huo katika hoteli moja maarufu katikati ya Mbeya mjini, Kelvin alikuwa amekaa kwenye meza pamoja na rafiki yake wa karibu aitwaye Brian. Brian alikuwa mwanafunzi wa computer science chuoni. Alikuwa mtu ambaye Kelvin alimwamini sana kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa wa teknolojia. Kelvin alikunywa soda yake polepole, kisha akasema, Brian, ninahitaji msaada wako. Brian akacheka kidogo. Kwa mara ya kwanza na kusikia ukisema unahitaji msaada. Kelvin akasema kwa sauti nzito, unamjua yule kijana anaitwa Daniel? Brian akatikisa kichwa. Ndiyo, yule ambaye anatembea sana na Neema. Kelvin akakunja uso. Ndiyo huyo. Brian akamuuliza, amekufanya nini? Kelvin akasema kwa hasira iliyofichwa, hakufanya chochote. Tatizo ni kwamba amechukua kitu ambacho kilipaswa kuwa changu. Brian akamwangalia kwa makini. Unamaanisha Neema? Kelvin akatikisa kichwa polepole. Ndipo akasema maneno yaliyobadilisha kila kitu. Na kama Daniel hatatoka kwenye maisha ya Neema, nitahakikisha anatoka kwa njia yoyote. Brian akatabasamu kidogo. Kwa hiyo unataka tufanye nini? Kelvin akasogea mbele kidogo na kusema, tunataka kuharibu mahusiano yao. Wakati Kelvin alikuwa anapanga mpango huo, Daniel na Neema hawakujua chochote. Siku moja jioni walikuwa wanatembea karibu na bustani ndogo iliyokuwa karibu na hostel za wanafunzi. Neema alikuwa anacheka sana. Daniel, unajua kitu? Daniel akamuuliza, kitu gani? Neema akasema kwa furaha, nafikiri wewe ndiye mtu bora niliyewahi kukutana naye chuoni. Daniel akacheka. Kwa nini unasema hivyo? Neema akasema, kwa sababu watu wengi wanapenda vitu vya nje, pesa, magari, umaarufu. Kisha akamwangalia Daniel machoni, lakini wewe unapenda kwa moyo wako. Daniel akahisi moyo wake ukipiga kwa nguvu. Ndipo akasema, Neema, nina ahadi moja kwako. Neema akamuuliza, ahadi gani? Daniel akasema, sitakuumiza kamwe. Neema alitabasamu, lakini kile Daniel hakujua ni kwamba mtu mwingine tayari alikuwa anapanga kumwacha na maumivu makubwa. Siku chache baadaye, Neema alipokea ujumbe kwenye simu yake. Ujumbe huo ulikuwa unatoka kwa namba isiyojulikana. Ujumbe ulisema, Daniel anakusaliti. Neema alishtuka. Alifikiri ni utani, lakini sekunde chache baadaye, picha moja ilitumwa. Picha hiyo ilimuonyesha Daniel akiwa amekaa karibu sana na msichana mwingine kwenye mgahawa moja. Neema alihisi moyo wake ukiganda, lakini bado hakutaka kuamini. Alijiambia, labda kuna maelezo. Hakujua kwamba picha ile ilikuwa imetengenezwa kwa teknolojia ya kuunganisha picha, na aliyekuwa nyuma ya mchezo huo alikuwa Brian kwa agizo la Kelvin. Siku iliyofuata chuoni, Neema alikuwa kimya sana. Daniel aligundua mabadiliko. Walipokuwa wanakaa pamoja maktaba, Daniel aliuliza, Neema, kuna kitu kinakuumiza? Neema akasema haraka, hapana, lakini macho yake yalionyesha kitu tofauti. Dakika chache baadaye, Kelvin alipita karibu yao. Alimsalimia Neema kwa tabasamu la kujiamini. Habari yako Neema? Neema akajibu kwa adabu, lakini Kelvin alipomtazama Daniel kulikuwa na tabasamu la ushindi usoni mwake, kana kwamba alikuwa anajua kitu ambacho Daniel hakujua. Usiku huo, Kelvin alimpigia Brian simu. Je, picha ile imefanya kazi? Brian akacheka. Nina uhakika Neema ameiona. Kelvin akasema, huo ni mwanzo tu. Brian akamuuliza, hatua inayofuata ni ipi? Kelvin akasema polepole, hatua inayofuata ni kuhakikisha Neema anamuona Daniel akiwa na msichana mwingine. Brian akasema, lakini hilo linawezekanaje? Kelvin akatabasamu, kwa sababu nimeshamlipa mtu. Siku mbili baadaye, Daniel alipokea simu kutoka kwa msichana aitwaye Vanessa. Vanessa alikuwa mwanafunzi mpya chuoni. Alimwambia Daniel, samahani Daniel, nilipewa namba yako na rafiki yangu. Ninasema labda unaweza kunisaidia notes za lecture za wiki iliyopita. Daniel alikuwa mtu wa kusaidia. Akasema, sawa, tunaweza kukutana kafeteria kesho. Lakini Daniel hakujua kitu kimoja. Vanessa alikuwa amelipwa na Kelvin. Kesho yake mchana, Daniel alikutana na Vanessa kafeteria. Walikuwa wanazungumza tu kuhusu masomo, lakini wakati huo huo, mtu mwingine alikuwa anawaangalia kutoka mbali. Alikuwa Neema, na pembeni yake alikuwa Kelvin. Kelvin akajifanya kushangaa. Subiri, si huyo ni Daniel? Neema akageuka. Alipowaona Daniel na Vanessa wakicheka pamoja, moyo wake ulianza kuuma. Kelvin akasema kwa sauti ya chini, nilikuwa sitaki kukuambia, lakini nimekuwa nikimwona Daniel akiwa na huyo msichana mara kadhaa.
Neema hakusema kitu, lakini machozi yalianza kujaza macho yake. Usiku huo, Neema alikaa peke yake chumbani. Aliangalia tena ile picha kwenye simu yake. Kisha akakumbuka Daniel akiwa na Vanessa cafeteria. Moyo wake ulivunjika polepole. Ndipo akaandika ujumbe mfupi kwa Daniel: tunapaswa kuzungumza. Lakini Daniel hakujua kwamba mazungumzo hayo yangekuwa mwanzo wa mwisho wa mahusiano yao.